akiambia Waroma aliwaambia, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo. Dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. The spirit of rejection ikiwa ndani ya mtu, huwa na huzuni ambaye haujawahi koma na uwezi koma. Hata inachangia watu wengi wanafanya suicide. Haleluya. Wanajiua. Watu wengi wanajinyonga kwa sababu ya uchungu usiokoma. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumzia kuhusu huzuni ambao unaletwa na roho ya kukataliwa. So leo nataka tuombe na tuambie Mungu leo nataka ibada hii asubuhi, nataka tudili na spirit of rejection. Roho ya kukataliwa. Maana usiku nikiomba nikisikia, nilikuwa nashuhudiwa vile mambo ya maisha ya watu inakaa hali ya kuangamia. Haleluya. Na roho nikashuhudia kuna roho iliyoinuliwa ama watu waliokataliwa tangu wakiwa wadogo, na hali ya maisha ya watu ikaharibika. So wakati maisha ya watu iliharibika, kuandaliwa kulipoanza, hata wacha nikwambie, even now hata wale tumeokoka, tumejaribu kuomba, tumejaribu kufunga, tumejaribu kupasua vitu na tunaona zingine hazipasuki. Kwa nini? Kwa sababu wengi tulikataliwa hata tukiwa tangu tumboni mwa wazazi wetu, tukawa rejected. Haleluya. Ni wakati ulikataliwa maisha yetu ikaharibika. Tunakana, nimesema juzi hapa, nikasema ili ujue ama hii ni signs ya kuonyeshana maisha yako ulikuwa unatembea na rejection from beginning, kutoka mwanzo wako. Haleluya. Rejection signs yake ni hii, ishara yake ni hii. Rejection unaanzaga na maisha ya strongly. Hata wakati ulikuwa shule, angalia your pattern of life, utaona pattern yako katika shule ulikuwa na strong. Kama ni school fees nini, yaani unaangalia ile pattern inaenda hivi, unaona hapa kuna kitu kilikuwa pale kuna kitu kilikuwa inaendelea, lakini zamani unajua tulikuwa tunachukulia mambo ni kawaida. Tulikuwa tunachukulia mambo ni lakini si kawaida. Maana kuna usemi umesemwa pale katika maisha yetu, tunaendelea kutufuatilia. Haleluya. Amen. So Paulo anasema nasema ukweli, sisemi uongo. Maana nasema katika Roho na katika Kristo. Akasema nashuhudia uchungu mwingi ndani ya moyo wangu. Wapendwa, wakati mwingine tunatembea na uchungu, yaani uchungu ambao huishi. Tunajaribu kuomba lakini uchungu hauishi, maana tunatembea maisha mazito, maisha magumu, maisha ya machozi kila saa. Tunajaribu kuombewa, tunakuwa encourage, lakini encourage hiyo haitusaidii, maana tunatembelea katika maisha ya uchungu mwingi. Haleluya. Endelea pale chini. Kwa maana ningeweza kuomba mimi. Pass 3. Kwa maana ningeweza kuomba mimi. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe. Nihairishwe. Niharimishwe. Na kutengwa na Kristo. Na kutengwa na Kristo kwa ajili ya adui zangu. Jamaa zangu. Kwa ajili ya ndugu zangu. Acha nirudie. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe. Anasema kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe. Niharimishwe. Na kutengwa kwa Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. Na kutengwa kwa Kristo kwa ajili ya jamii zangu. Kwa ajili ya ndugu zangu. Kwa ajili ya ndugu zangu. Na jamaa zangu. Kwa jinsi ya mwili. Ambao Waisraeli wenye kule kufanywa wana, wenye wale waliofanywa kuwa wana, na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao
Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Anasema huyo Kristo ndio ako juu ya mambo yote. Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Haleluya. Amen. Anasema huyo ndio Mungu mwenye kuhimidiwa milele, ambaye ametoka. Lakini kinadhihirisha nini? Tunatoka katika familia za rejection. Wacha nikupatie point na rejection. Wacha nikupatie point of rejection. Nikuonyeshe vile tunatembea na maisha tunayotembea mazito. Maisha ambayo aina tunatembelea mazito, ambayo tunatembea kwa sababu ya spirit of rejection. Ya spirit of rejection. Tunazungumzia kuhusu roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa. Haleluya. Amen. Nimesema watu wengi hawawezi pona, watu wengi hawawezi inuliwa, watu wengi hawawezi barikiwa kwa sababu kuna roho ya kukataliwa inawafuata. Signs number 2. Nimesema signs number 1 ya roho ya kukataliwa ni unaangalia your life, maisha yako, unaangalia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumzia kuhusu the spirit of rejection. Roho ya kukataliwa inapokuwa ndani ya mtu. Nimesema ili ustudy ama uende kaa chini peke yako, study your life. Uangalie life yako, uangalie maisha yako. Study your life, yourself. Angalia maisha yako wewe mwenyewe. Ustudy, uangalie kuna wakati uling'ang'ana, ama kuna wakati ulisoma kwa shida, ama kama si kusoma katika primary ni kwa shida, wakati ulienda high school ulisoma kwa shida, ama pengine kuna watu wengine hawakumaliza kwa sababu ya shida fulani. Haleluya. Na si kwa atikuwa wako kwa pesa, kulikuwa na pesa na kuna mambo mengine ikatendeka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wapendwa, ili tuone upenyo, lazima wapendwa tusimame na tuseme huyu Yesu ambaye ameinuliwa juu, ameinuliwa ndio ufalme wa ufalme. Tuseme kuanzia leo tunabikilia kwa jina la Yesu kila vifungo na roho zote za kukataliwa situkunoke. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Telesia, nimekuona. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lazima mimi na wewe tushikane mikono na tuamue. Tuseme kuanzia leo roho ya rejection iondoke kwa maisha yetu na tukubalike kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo wachia pale. Tutarudia bali tumalizie hapo nyuma kidogo. Nataka tumalizie. Nataka tumalizie tuwe na tamu ya kuomba. Twende kwa kitabu cha Ezekiel. Ezekiel chapter 6. Ezekiel chapter 16, sorry. Ezekiel chapter 16.
Twende. Sisi kwanza wapi? Ezekiel. Sisi kwanza wapi? Nataka tumalizie na kitabu, nataka tukimaliza hiyo tumalize kitabu moja. Ezekiel 16 kuanzia 1. Neno la Bwana likamjia tena kusema. Neno la Bwana likamjia Ezekiel kusema. Mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako watoka katika nchi ya Mkanaani. Muamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Muhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, anasema na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliyozaliwa kitovu chako hakikukatwa wala kuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala kutiwa katika nguo kabisa, Chumvi inaleta chumvi ni nini? Lakini unajisikia watu wengine walisema, unajua tukienda kuomba nimeambiwa ati niombe niwekee maji chumvi. Hiyo ni uongo. Ila kwangu ukora. Hao ni mataweli waisi. Hao wanaitaka waisi. Hakuna mahali Biblia inadictate tuombe tuweke chumvi kwa maji. Tuombe. Hao ni watu wameshindwa na Mungu, wameshindwa kutafuta Mungu. Wameshindwa na kuomba. Haleluya. Wanatumia vitu badala ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema asili yetu. Chumvi inaleta test. Chumvi ni ya kuleta test. Kwa hiyo inamaanisha wakati ulizaliwa unatembea, unaishi maisha ambayo haina test. Maana unakaa na maisha ya uchungu kila wakati. Test hakuna in your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wakati ulipozaliwa, wakati ule uliozaliwa haukutiwa chumvi, haukuvalishwa nguo, hata hukuoshwa vizuri. Yaani inamaanisha hata kuzaliwa kwako ulizaliwa kwa kukataliwa. Yaani ulikataliwa. Wengine tulizaliwa tukataliwa na baba zetu waliotuzaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ona mtoto anatembea maisha mabaya, unashindwa huyu mtoto ni nini mbaya? Kwa sababu kujua wakati alizaliwa mamake na babake walitengana na baba akakataa ule mtoto, so akatembea na spirit of rejection, akataliwa. Na so ule mtoto asipokuwa na good menda, maisha yake yanasahaulika, maana hana mtu wa kumjua. Wakati hiki kitendeka, kuna spirit inasafuata follow maisha ya mtoto huyo, na inasahaulika. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hatukutiwa nguo kabisa, hatukuwekwa maji, hatukuoshwa, hatukutiwa chumvi kabisa. Alafu hapana jicho lililokuhurumia. Anasema hapana jicho lililokuhurumia. Yaani inamaanisha katika roho kukataliwa hakuna huruma. Hakuna mtu unaweza tembea kwako umwambie unajua fulani iko na shida, si unisaidie 200 naye anakuambia sina, hata kama ako na maelfu. Kukataliwa. Anakuambia sina. Unajua kabisa maili yangu ananisaidia. Unaenda kwake, unamueleza. Unataka kujua kama una roho ya kukataliwa. Ukifika kwa mtu ukimweleza, akuangaliani. Unamweleza anaangalia chini ama anaangalia kando. Akuangalia. Maana haupendeki, haukubaliki, haupendeki kabisa. Na kuangalia kando, anaangalia kando. Ukimaliza anakuambia ningekusaidia lakini sina. Haleluya. Amen. Kwa sababu unatembea kuna roho kukataliwa. Unaweza kuwa unatembea vizuri na una roho kukataliwa, uende kwa mtu hata kama hana, akwambie akwambie sina, lakini ningoje kwa muda fulani nitakutafutia akusaidie. Kwa sababu wewe machoni pako unakubalika. Lakini pale hakuna jicho imetukubali, hakuna jicho imetuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Twende baraka. Hapana jicho lililokuhurumia. Hapana jicho lililokuhurumia. Ili kututendea yote
lolote la mambo hayo, yote ya mambo hayo, kwa kukuhurumia. Lakini ulitupwa nje ya uwandani. Anasema wakati unakataliwa, kile kinatembea juu ya maisha yako ni unatupwa nje. Yaani kwenu upendeki, kwenu watu kwenu hawakumbali, mandugu zako hawakukumbali, wanakuona hapana, wanakuona ufai, wanakuona wewe hapana, wanakusugulia kibele mbele. Haleluya. Amen. Daudi alikuwa akitembea hivyo. Daudi alikuwa hivyo. Alikuwa anakaa huko msituni na bilisi. Hata Daudi wakati alienda akapelekea watu mandugu zake chakula kule vitani. Ndugu yake mkubwa akamwambia, wewe umepikia chakula, rudi ukaangalie kondoo. Na kujua kibele yako. Na kujua kibele yako. Na kujua ni mtu wa kibele. Wewe enda nyumbani ukalishe kondoo. Haleluya. Amen. Lakini Mungu alikuwa na kusudi na Daudi. Alikuwa tayari ashakuwa anointed. Haleluya. Amen. Lakini kuna spirit of rejection ilikuwa inatawala maisha yake. Lakini wakati ule anointing inaposhuka, kuna vifungo vinavunjika. Amen. Na Mungu anaonekana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tumalizie tuombe kwa jina la Yesu. Nikomwambia dakika kidogo. Imeisha. Lakini ulitupwa nje ya uwandani. Lakini ulitupwa nje ya uwandani. Kwa kuwa nafsi yako. Kwa kuwa nafsi yako. Ilichukiwa. Ilichukiwa. Katika siku ile uliozaliwa. Siku ile uliozaliwa. Haleluya. Watu wengi wanateseka si kwa sababu sahihi. Unajua tukienda kwa watu wengine ambao hawajui, ambao hawaje kwa mass spiritual, wanatuambia ni mapepo kuja tuvunjiwe madhabahu. Wanakuambia leta sadaka 5,000, 10,000 tukuvunjie madhabahu. Ni madhabahu. Lakini hajachunguza katika ulimwengu wa roho ni kitu gani kimezuilia huyu, kwa sababu kuna roho ya kukataliwa. Kama kuna roho ya kukataliwa inaanzanga kwa mama na baba. Halo, inaanza kwa mama na hapo ndio mwanzo wake. Na kianzia pale watoto wanasitembea hali ya maisha mbaya. Lakini tuambie Bwana, kuanzia leo tumekuja kwako. Tumwambie Bwana tunakuja kwako, tufunguliwe, tupone, turejeshwe tena kuwa wana katika ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema au kufanyiwa chochote. Hakuna jambo lililofanyiwa. Hakuna kitu kilichofanyika kwako. Kile kinaendelea ni mateso, mahangaiko tu. Hiyo ndio kile kitu kinaendelea. Lakini Mungu ni wa rehema, wapendwa. Mungu ni wa rehema, anatuponya. Mungu ni wa rehema, anatupigania. Mungu ni wa rehema, anatutetea. Hebu malizia hiyo point umemaliza nayo. Wewe nguse tena. Hapana jicho lililokuhurumia. Hapana jicho lililokuhurumia. Ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia. Lakini ulitupwa nje uwandani. Kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe. Mungu anasema wakati alikuona, alipita. Inasema wakati Bwana alipita karibu na wewe, alipita karibu na mimi, akapita karibu na wewe. Wakati mwana Mungu anaona hali zetu. Anasema wakati ulipita karibu na wewe, nami nilipopita karibu nawe. Nami nilipopita karibu na wewe, nikakuona uking'anga katika damu yako. Nilikwambia ijapo katika damu yako uwe hai. Haleluya. Leo tunasema ingawa tunang'ang'ana, ingawa tumefungwa, ingawa tumekataliwa, tutakuwa hai kwa jina la Yesu. Tunaenda kuwa hai tena. Maisha tunarejea tena. Huyu upya wa maisha tunarejea tena kwa jina la Yesu. Anasema tuwe hai. Alisema ingawaje unangaagaa kwa damu, kuwa hai. Kuwa hai. Nasema leo kwa jina la Yesu, upokee hiyo roho ya kuwa hai. Pokea roho ya maisha yako kuwa hai. Pokea roho ya ndoto yako kuwa hai. Pokea roho ya kazi yako kuwa hai. Kwa jina la Yesu. Endelea bali imeisha. Nami nilikwambia
Ujapokuwa katika damu yako, ijapokuwa katika damu yako, uwe hai, uwe hai. Nilikufanya kuwa maelfu, nimekufanya kuwa maelfu, kama mimea ya mashamba, kama mimea ya mashamba. Ukaongezeka, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa. Ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota. Pika pale. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anakuona na wakati Mungu anaposhuka, anarejesha, anakurefine tena. Haleluya. Tunazungumzia kuhusu revival, urefiniwe tena. Haleluya. Unajua revivals, unajua kurefiniwa. Haleluya. Unarejeshwa tena upya, unafunguliwa tena, unafunguka tena, unarejeshwa upya tena kwa jina la Yesu, na kufunguliwa na kuwa uhuru tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rudi pale Romans. Enda kwa kitabu cha First Chronicle, tumalizia hapo. Maana sasa usimesha. Na hiyo nitaikatia katikati. First Chronicle chapter 4, 9 na 10. First Chronicle chapter 4. Tumalizia pale tuombe. First Chronicle chapter 4 kuanzia 9 na 10. Verse 2 peke yake. Naye Yebesi. Tunazungumzia kijana mmoja anaitwa Yabeshi ambaye alisaliwa. Nataka nikuonyeshe kukataliwa kunaanzanga tukiwa watoto wadogo, na tunatembea tukiwa tumeroa kukataliwa, na ndio unaona tukipiga wakati maisha yetu inakuwa tunaanza kuswangu, tunang'ang'ana. Ndoa ni kung'ang'ana, biashara ni kung'ang'ana, kazi ni kung'ang'ana, hakuna matunda, hakuna faida, kwa sababu tunatembea na roho ya kukataliwa. Twende kwa haraka. Naye Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Na mamaye akamwita jina lake Yabeshi, akisema ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Huyo Yebesi akamulingana Bwana Mungu wa Israeli. Piga pale kwanza, tutamalizia hiyo verse 10. Yebesi aliishi maisha mengi kutoka akiwa mtoto mdogo. Kwa wakati alisaliwa ndio aliitwa jina Yebesi, uchungu. Akaishi na uchungu mpaka kuwa mtu mzima, akakomaa kiasi ya kwamba anasafika wakati aombe. Siwe nataka nawe tuombe leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sinataka nawe tuombe leo kwa jina la Yesu. Nataka nawe tuombe leo kwa jina la Yesu. Useme leo tunaomba kwa jina la Yesu. Tumulingane Mungu kama Yebesi. Tuseme leo Mungu tumekuja kwako. Leo utuponye. Tupanulie mipaka. Na tuondolee huzuni wetu. Haleluya. Nataka Mungu, mtu anazungumza na Mungu amwambie Bwana leo niondolee huzuni. Haleluya. Kuna vitu vingine hata tukikosa kusiangalia, tusipokusiangalia kwa makini, tutakuwa watu ambao hatutaelewa kile kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Na nataka nikuonyeshe hivi. Huenda mzazi wako alikataliwa na wewe ukapitia pale ukakataliwa. Na usiposimamisha hii genetic spirit inaendelea, hata utapika wakati hata wako wapike kiwango. Lakini sisi nataka tupikane tupone kwa jina la Yesu. Tupikane tupone kwa jina la Yesu. Bale Samuel amesema hivi, wakati nilikuona uking'ang'aa kwa damu yako, nilisema kuwa hai. Leo nataka mtu aseme leo lazima nikuwe hai. Lazima maisha yangu leo ikuwe hai. Lazima kile kimeharibika kiwe hai. Kirejeshwe tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumalizie. Verse 10 ya mwisho. Huyo Yebesi anakimbilia sema huyo Yebesi akamulingana Mungu wa Israeli akisema lao kwamba ungenibarikia kweli na kunizidishia hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda ungenilinda na uovu ili nisiwe kwa huzuni yangu. Umesikia bila amesema
maana aliitwa huzuni, na anasema ili usiwe na huzuni, ili usiwe kwa huzuni, nisiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. So nataka tuombe hayo na Mungu atujalie hayo kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasimama tunakumwambia Bwana, akiwa Mungu umesema nasi, umejifunua kwetu, umejijulisha kwetu. Mungu wetu na mwaminifu. Rudi pale Roma tumalizie. Roma chapter 9 tumalizie. Roma chapter 9 tumalizie pale. Umelikuwa umefika verse 6 ama? Niko nimesoma 5. Si kana kwamba neno la Mungu limeteguka, maana hawaui wote Waisraeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawaui wote wana kwa kuwa uzao wa Ibrahimu, bali katika Isaka uzao wake wataitwa, uzao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, mbali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa uzao. Kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiishi kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wale hawajatenda neno jema wala mbaya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, mbali ni kwa sababu ya nia yake aitwaye. Umefika verse 12. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia. Unaona vile watu huchukiwa. So tunatembea na roho ya lakini kama vile Mungu alikubali Yakobo, na sisi tukubalike kwa jina la Yesu. Amen. Tuambie Bwana, leo ni siku ya kutukubali. Amen. Leo ni siku ya kukubalika. Simama tu. Praise and worship.